Karibu mpenzi mtazamaji katika chaneli yetu pendwa, na leo ni siku nyingine tena tutaendelea kujifunza kuhusiana na trading. So leo nimekuandalia mada nyingine ambayo inaitwa candlestick anatomy. So tutaenda kujifunza kuhusiana na candlestick anatomy. Okay? So kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza kuhusiana na candlestick. Okay? Kwa maana kwamba candlestick ni nini, kuna aina ngapi za candlestick na jinsi gani ambavyo unaweza kuzitumia hizo candlestick katika biashara ya trading. Okay? Okay, so candlestick ni nini? Candlestick ni moja ya namna ambayo inatumika katika kusoma mwenendo wa bei sokoni. Okay? Ni moja ya namna ambayo inatumika katika kusoma mwenendo wa bei sokoni. Okay? Na kuweza kubainisha kati ya wanunuzi na wauzaji yupi ana nguvu sokoni. Okay? Na hiyo itakupa idea wewe kama trader ukitaka kutrade upande gani kati ya wanunuzi na wauzaji uupe kipaumbele. Okay? So ni moja ya namna ambayo inatumika katika kusoma ama kutambua mwenendo wa bei sokoni. Okay? Njia nyingine kama zipo kama line graph, okay? Kuna bar graph na njia nyingine alikadhalika, lakini moja ya njia ambayo ni popular sana katika trading ni kwa kutumia candlestick. Okay? So kuna candlestick za aina tatu. Kuna engulfing candle, kuna indecision candle na kuna pin bar candle. Hizo zote tutaenda kuziangalia siku ya leo. Okay? Na zinamaanisha nini? So kwanza kabisa, awali ya yote, candlestick kama candlestick, kila candlestick lazima itakuwa na sehemu kuu nne. Okay? Sehemu ya kwanza ni high, maana yake ni juu kwa Kiswahili. Sehemu ya pili ni low, maana yake chini kwa Kiswahili. Halafu lazima kutakuwa kuna open and close. Open maana yake fungua, okay, na close maana yake funga. So katika kila candlestick kuna open and close, sehemu ambayo candlestick imefungua na sehemu ambayo candlestick imefunga. Okay? Kwa candlestick ambazo zinapanda juu maana yake lazima zitafungua chini, okay, na zitafunga juu. Okay? Na kwa candlestick ambazo zinashuka chini lazima zitafungua juu na zitafunga chini. Okay? Kwa hiyo hizo ndo sehemu kuu nne za kila candlestick. So kwa bullish candlestick, kwa sababu bullish candlestick zenyewe zinapanda juu, maana yake open itakuwa chini na close itakuwa juu. Na kwa bearish candlestick, kwa sababu zenyewe zinashuka chini, maana yake open itakuwa juu na close itakuwa chini. So hivyo ni vitu ambavyo lazima unavifahamu kama trader. Okay? So kwa kwanza na engulfing candle. Engulfing candle ni kama hii hapa. Engulfing candle maana yake mwili wa candle unakuwa mkubwa. Okay? Hii sehemu ya katikati ambayo inaonekana inaitwa candle body. Sawa, eh? So mwili wa candle unakuwa mkubwa ukilinganisha na candle nyingine zilizopita. Okay? Mwili wa candle unakuwa mkubwa. Hiyo ndio tunaita engulfing candle. Okay? Na inaweza kuwa ni bullish engulfing au bearish engulfing. Okay? Mwili unakuwa mkubwa ukilinganisha na candle nyingine zilizopita. Ndio tunasema ni engulfing candle. Lakini aina ya pili tunaita pin bar. Hii ni pin bar candle, sawa? Pin bar candle maana yake kunakuwa mwili wa candle unakuwa mdogo. Mwili wa candle unakuwa mdogo, alafu kuna kamstari kakubwa kama pini. Okay? Pini inakuwa kubwa. So hii pini au kamstari kwa kitaalamu ndio tunaita wick or rejection. Okay? Tafsiri yake ni kwamba price ilipanda sana juu halafu ikaja ikapunguzwa. Sawa, eh?
ikaja ikapunguzwa. Sawa? So kuna candles ambazo zitakuwa zina muonekano huu, lakini pia kuna candles nyingine ambazo zitakuwa ni zina muonekano huu. Kwa maana hii wiki inakuwa kwa chini hapa. Okay? Tafsiri yake ni kwamba bei ilishuka sana lakini ikaja ikapunguzwa. Okay? So hii ni pin bar, lakini kitu ambacho natakiwa ufahamu ni kwamba kuna maana yake. Yaani hii ukiiona hii sokoni ina maana yake. Kuna message unaipata. Okay? Kama trader kuna kitu ambacho unakipata ambacho kitakuwezesha wewe katika kufanya maamuzi. Okay? Lakini pia ukiona bullish engulfing kama hii, kuna message unaipata ambayo itakuwezesha wewe katika kufanya maamuzi. Sawa? Sokoni. Lakini pia kuna indecision candle. Indecision candle ndo hii hapa hii. Indecision candle maana yake mwili unakuwa mdogo, sawa, lakini hizi wicks zinakuwa long on either sides au zinafanana on either sides. Zinaweza zikawa ni ndefu kama hivi on either sides au zikawa ndogo lakini zipo katika on either sides na zinawiana. Okay, zinalingana. Hii ndio indecision candle. So indecision candle nayo ina tafsiri yake. Sawa? So tukizungumzia tafsiri, hii engulfing candle maana yake ni kwamba either wanunuzi au wauzaji wanalitawala soko. Sawa? So hii engulfing candle ikiwa ni bullish engulfing candle, kwa maana kwamba body imekuwa kubwa katika zile candle ambazo zinapanda juu, maana yake ni kwamba wanunuzi wanalitawala soko. Wanunuzi wapo imara sokoni. So kama utafikiria kutrade, lazima ufikirie kutrade kwa kununua, kwa sababu wanunuzi wana nguvu sokoni. Lakini pia ukiliona ili bullish ili engulfing candle linaenda kwa chini, maana yake ni bearish engulfing candle. Tafsiri yake ni kwamba wauzaji wana nguvu sokoni. Wauzaji wanafanyaje? Wana nguvu sokoni. So kama ukifikiria kutrade, maana yake lazima ufikirie kusell na sio kubuy, kwa sababu tayari hii ni signal kwamba wauzaji wana nguvu sokoni. Lakini hii pin bar, ukiona hii pin bar hii, tafsiri yake reversal is coming. Bei inatarajia kugeuka. So kama ilikuwa inaenda juu, basi very soon tutarajie kwamba bei itageuka na itaanza kwenda chini. Okay? Na kama ilikuwa inaenda chini, basi tutarajie very soon bei itageuka na itaanza kwenda juu. So hii ndo mara nyingi inatumika hivyo. Inakupa signal au inakupa taarifa kwamba soko inatarajia kufanyaje? Inatarajia kugeuka. Lakini hii indecision candle maana yake ni kwamba soko lipo katika consolidation. Soko halina upande. Sawa? Wanunuzi na wauzaji wana nguvu sawa. So wakati huu ndo wakati ambao tunasema the market is consolidating. Okay? The market is accumulating. Okay? There is no clear direction. Kwa hiyo ni muhimu sana ukiona hizi candle ukae pembeni, ulisubirie soko mpaka litakapo pata momentum na kukuonyesha uelekeo. Sawa? Ulisubirie soko mpaka litakapoamua kukupa candle ambazo zinaeleweka kama bullish engulfing, bullish au bearish engulfing candle. Okay? Kwa hiyo hii indecision candle tafsiri yake ni kwamba soko halina upande, wanunuzi na wauzaji wana nguvu ambazo zinalingana. Okay? So tukija kwenye live examples, basi tutaziona hizo engulfing candles, tutaziona hizo indecision candles na tutaziona hizo pin bar candles. So candlestick chart ndio inakuwa na candles kama hizi. Okay? So kama unavyoona hili soko unaona linaenda chini, basi tutarajia hapo tutaziona bearish engulfing candles nyingi. Sawa? Kwa sababu soko linatawaliwa na wauzaji. So engulfing candles ambazo ni bearish engulfing candles zitakuwepo nyingi. Okay? So hizi zote ni bearish engulfing candle. Unaona hii? Unaona hii ni bearish engulfing candle. Unaiona hii? Hii ni bullish engulfing candle. Unaona? Ndio maana soko limeenda juu. Hizi ni bearish engulfing candle. Lakini kuna indecision candle. Indecision candle ndo kama hii hapa. Unaona hii? Na kwa wakati huu mdogo hapa soko lilikuwa halijachukua uelekeo wowote hivi. Ndio maana unaona hii engulfing unaona hii indecision candle hapa. Kwa maana kwamba kuna wicks on either sides of the candle.
hii ni indecision candle. Lakini hata hapa pia hii sehemu market ilikuwa na consolidate hapa, haina upande wowote. Kwa utaziona hizi ngafi, utaziona hizi indecision candles za kutosha. Lakini pia ningependa nikuonyeshe pin bar candle. Okay? Pin bar candle ambayo ina make sense. Hii hapa ni pin bar candle ambayo ina signify kwamba price is going to assume direction. Sawa? Price is going to assume direction. Kama ilikuwa inaenda juu, basi tutarajie kwamba itashuka chini. Sawa? So kama unavyoona hapa ilikuwa inaenda juu. Sasa hizi ni pin bar zote hizi. Ni pin bar ambazo zinaashiria soko litashuka. Kwa sababu soko lilipanda likashushwa na sellers. Kwamba sellers wana nguvu kuliko buyers. So soko litashuka. Okay? Japo hizo sio illustration nzuri sana. Sawa? Ngoja nitafute illustration ambayo ni nzuri zaidi. Okay? Hii hapa hii pia ni illustration nzuri. Sawa? Kwa maana kwamba buyers wali push price up, lakini sellers walikuja wakai reduce, tukaform hii pin bar, then sellers waka take control. Kwa maana tukaona hii impulsive move down. Okay? Yeah, kwa kifupi ndio hiyo. So hizi pin bar, engulfing candle na indecision, hivyo ndivyo jinsi ya kuziinterpret. Lakini isiishie tu hapo. Lazima uziinterpret katika muktadha fulani ambao una make sense ili ziweze kukuletea matokeo. Okay? Kwa hiyo kwa kifupi hicho ndicho ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Kuna safari ndefu sana, kuna mambo mengi sana, mengi sana kujifunza. Lakini kwa leo ngoja tuishie hapa. Kama kuna kitu chochote ambacho hakijaeleweka, kinahitaji ufafanuzi wa kina zaidi, usisite kunitafuta. Wasiliana nami kupitia 0786771558 au barua pepe emmanuelmjinja@gmail.com. Basi na mimi nitaweza kukusaidia kwa ukaribu zaidi, sababu lengo langu ni sote tufanikiwe kupitia trading. Asante kwa kunisikiliza na tukutane kwenye video inayofuata. Chao.